Sister, nipo ndani. Mjini akiri nguvu kijijini. Mama, shikamoo. Marahaba mwanangu, za hapo? Nzuri, sijui wewe. Mimi huko kwa kweli nashukuru Mungu. Kwanza jana nilikuwa sijakuona. Nilifika salama. Nimefika salama hapa, nimefika hapa usiku. Sasa naona wote mlikuwa mlilala. Sikutaka kuwasumbua. Lakini leo asubuhi kumekucha, ndio maana nimekuita hapa mwanangu. Hivyo mazingira kweli unayaona ni mazuri. Hata kama kweli mwenye nyumba hayupo, kweli hivyo mnaweza mkaishi hivi kweli jamani? Mazingira machafu, mazingira yapendezi. Yaani mazingira yapo tu. Kweli lakini afu mkiangalia watoto wa kike mlikuwepo. Mwanangu kanipigia simu hapa, mlikuwa mnamsumbua sana kwenye masuala ya usafi. Mama nisikilize. Haki ya Mungu mimi usafi mimi nilikuwa nafanya. Tena vizuri. Kingine mtoto wako? Kwani mimi nilikuwa na magadi mimi nafanya. Sema tu yeye alikuwa tambo. Hapa tushafika nyumba. Jirani. Mama, shikamoo. Marahaba, habari za leo? Salama, habari za hapa? Salama, kwema. Kwema, unaendeleaje? Mama, shikamoo tena. Umekuja na mgeni, karibuni. Ndio hapa sio? Brother. Karibu ndugu yangu. Ase kama ni hapa unajiita mtoto wa mjini pa kulala huna. Bwana wa maana huna. Marejesho mjini huna. Si mama mwenye nyumba mzuri kama huyu. Nyumba tunaona tunatamba nayo. Nakaa hapa kabisa. Sivyo hivi hatuna kana nyosha miguu kabisa. Ase ni pazuri sana. Mjini akiri nguvu kijijini. Karibu Dante, hapo ndio nyumbani. Asante. Karibu sana. Dante, karibu sana nyumbani hapa. Asante sana. Najua kazi yangu ya kwenye mikopo ulikataa. Na leo nimekuleta hapa nyumbani. Utakuwa angalau unafanya usafi na kuangalia mazingira. Haina shida dadangu. Hilo limeisha. Nashukuru kwa kunikaribisha nyumbani kwako. Nisikie upo nyumbani. Mimi ushanizoea. Usiwe muoga. Hapa ni kama kwenu pia. Pia hapa ninaishi na mdogo wangu. Ngoja nimuite nikutambulishe. Kama wakumbuka alitufungulia geti pale. Lavina. Kweli mdogo wako. Mambo. Poa mzima Mzima, karibu. Asante. Mfanana naye. Unaona mdogo wangu huyu hapa ni Dante, atakuwa anatusaidia kazi za hapa nyumbani. Sawa. Hivi Dante utakunywa kinywaji gani? Ni hata maji tu inatosha dada. Lazima ukamletea mgeni basi. Sawa. Ase nyumba imetulia. Ase nyumba kama ya mode uji. Ni nzuri sana. Unaona Kana. Ase mama. Yaani imependeza mno. Mama mwenye nyumba yangu. Huyu ndo mama mwenye nyumba yetu bwana. Ase na mimi namuona sana. Sana namuona sana. Mama, shikamoo tena. Popo. Nganyika. Anaweza kapata mwanaume huko nje kwa kutaka mwacha mamangu, au kachelewa kurudi huko na wanaume huko hajampikia. Au mamangu kwa sababu ni dhaifu na hali hajiwezi kwa kutaka kapata mwanaume kamleta ndani. Kwa naogopa sana kuivunja heshima ya nyumba ya mamangu. Ndio maana nikatafuta mwanaume. Lakini kwa hili nalo jitokeza, bora nijaribu hata kwa mtoto wa kike, inawezekana ikawa sawa. Tuachane na hayo. Vipi Slay? Lakini mimi sijamuona siku 2-3 hizi. Yupo kweli? Yupo, ni harakati zake tu za raha pale, ila yupo. Vipi? Hamna, mimi kwa namuulizia tu. Ila ukimuona mbeba ndio nakusalimia sana. Bwana funguka. Hamna shida. Sasa sister, mimi nilikuwa naenda hivi magengeni. Sasa ndio tuongozane pamoja mpaka kwa Mangi pale. Nitoe hela kidogo kwenye simu ili niwape shukrani kwa ajili ya kumsaidia mama yangu. Hapana bwana. Yaani ondoa shaka kabisa, yule ni kama mama yangu.
Yaani usijali kabisa. Mimi nimemsaidia kama mamangu kabisa. Basi asante sana, nashukuru. Mungu akubariki sana sana. Watakutana. Poa vipi? Poa za siku. Umetoboa pua? Wewe nani wewe? Ndio leo ndo unaniona kweli? Sasa jamani, mimi naujua kwa sababu si uvae kipini. Unajua mimi muda mrefu sijakuona. Umeyapatia udugu wangu. Zangu niyapatie wapi? Ninapokuambia hivi ninapokuambia. Niko naenda kupanga mipango ya shughuli na mashoga zangu. Tayari shughuli iko lele. Haya niambie, bado unaniambia una shida? Mimi mwendeni na lakio. Na birthday ya udugu wangu hapa naenda kumtunza. Sasa sio kaitaka hiyo sitokuelewa. Dadangu, ukiniona tu wewe unajua basi nakuja kwako na shida na pesa. Basi safari hii sina hata shida na pesa. Mwenzako hapa nina shida. Kila ninaolifanya bure. Sijui hata nimerogwa, yani sielewi. Kila nikaenda kudanga, kila ninakoenda mwenzako sipati hata shilingi 100. Nikasema ngoja nikufuate wewe, maana najua mtu mzima dawa. Unipeleke mimi nikapate mambo yetu, nipeleke kwa babu yani. Sasa mbona unanieleza mambo hayo? Mimi mwenyewe mume wangu ametulia, ongee chochote kwangu yuko hapa. Yaani asemi mimi bibi ninaanza kumuogesha, bibi ninaanza kunitilia kwenye chakula, bibi ninakumweka langoni za kuvuka, anaenda huko akiona mwanamke yote anaona kama ameona sio ameona mama yake mzazi. Atamani ni mimi tu. Yaani akitoka kazini ndani. Mimi mbona imeisha ndugu yangu, mimi huyo mimi hapa unavyoniona babu yangu mzee Fintan. Yaani huyo mzee ni balaa, kipindi hicho miaka hiyo nilikuwa ninaumwa, kumbe nataka nikabidhiwe kilinge. Kumbe. Nilikuwa nakimbiza kilinge, mimi nikasema jamani mimi na kilinge wapi na wapi? Mimi kilinge nakiwezea wapi mimi jamani? Na mambo kibao jini na mambo ya shughuli, maana na mambo huko, mambo huko nitaweza ikabidi kile nani kazi tumkabidhi mdogo wangu wa mwisho. Ndio kilinge anacho na anatamba nacho. Hapo mdogo wangu mle. Mdogo wangu sababu ganga wake ndio kwanza mpya, yani hauna muda mrefu, hauna hata miaka 2. Yani kidogo tu tayari mambo yashakuwa lele. Mimi nimfanyia shoga yangu anaitwa Rui, nikamwambia Rui njoo. Ndogo wangu mimi ni ndogo wako wewe, njoo. Akamfanya mbona nimepata mzungu Zanzibar, yuko Zanzibar huko anaishi na mzungu. Nikamwambia mwingine, yani kila mashoga zangu wanakuja video vyao ni mabwana kuna huko kaolewa nani Bagamoyo, kaolewa na bwana yake Bagamoyo, anaishi na bwana yake kolele. Yani mimi sina baya, yani kilingi akina umaza usiku wala mchana. Hasa na mwene siku zote hizi mbona ulikuwa kufunya mpindu yako? Sasa nakwambiaje, mimi najua nyinyi watu wenzetu nyinyi mnajitia wazungu, hamna mambo ya ushirikina. Mimi nakwambiaje? Na kile kijiti kama anacho kile cha kuweka mdomo. Yaani wewe unaongelea kijiti, sisi tuna vikorokoro vyote mama za kupaka, mama madua ya kupaka mama. Ili ukipita mtaani upate kuonekana. Mama na makorokoro yote unachotaka wewe unanuia. Yaani kwa sababu mtoto wenyewe mdogo anauke, bado yuko sidi. Unajua watu wazima wenye vilinge huko wanahangaikia huko wanatongoza wateja, huko lakini wana mtu yote ambaye ananitongoza, yani kakaka inama hivi. Muda wote yani kwanza wewe mwenyewe ukimuona, yani kajipiga mivuto fulani hata ukimuona huwezi kunitamani. Si watu wengine wajipiga mivuto waganga watamaniwe, lakini yule hana neno. Mimi ndugu yangu kilinge ukipata pale ninavyokuambia na udugu wangu alikuwa kampata bwana Dubai si Ulaya huko. Tausi wewe nakwambia Tausi bwana kampata, bwana analetea bwembo. Nakwambia huyo pia anasafiri. Ngoja nijiandae, nimalize nitoke au tuonde hivi. Tuondoke hivi. Maana yake mimi watu unanichelewesha. Tuondoke dadangu. Umezidi umetoboka katikati. Shemeji. Niambie shem. Safi vipi hali? Safi za nyumbani. Salama kabisa bwana. Niambie. Bwana, Mungu ashukuriwe. Vipi za utokako? Huko mimi salama tu. Sijui nyie huko. Mimi bwana bora nimekuona hapa. Nina malalamiko yangu kusema ukweli wa Mungu. Na malalamiko yangu ni juu ya mke wangu. Kuna vitu mimi na mke wangu haviendi sawa. Yaani hatukubaliani. Kama vipi shemeji? Wala niseme asante kwa swali zuri. Mke wangu bwana ameanzisha mambo ya ushirikina. Yaani eti sisi tumechezewa nyota na hivyo kuna kioo kimevunjika, kwa tupate mtaalamu mganga mzuri atuopoe, riski zije kwa wepesi. Naona shida hiyo. Sasa shemeji, nikuulize swali. Yaani wewe unachoona wewe mke wako anakosea hapo ni nini? Anakosea ndio, Mwenyezi Mungu hataki jambo kama hilo. Sasa sikiliza shemeji, nikwambie. Huyo Mungu mwenyewe anasema hivi, jisaidie nikusaidie. Sasa wewe ukikaa tu hivi unasema Mungu nisaidie, wewe mwenyewe haujisaidii, unategemea mtafanikiwa vipi? Salada, fanaleki. Mungu hakumaanisha hicho. Hakutaka Mungu tuende kwa waganga, kupiga ramli au kwenda kuaguliwa nao. Mungu aliposema kwamba
jisaidie nami nikusaidie. Maana yake ilikuwa hivi, tufanye kazi kwa kutafuta kwa jasho letu. Mungu furahi sana. Hakumaanisha ukikosa riziki, ukikosa hela kidogo, basi wewe tena ndio uende kwa waganga kutengeneze. Sio kweli. Hapo Mungu ndio maana akasema msinishirikishe na vitu vingine. Sijazaliwa wala sijazaa. Sasa shemeji, nikwambie tu ukweli. Mimi mwenyewe hivi unavyoniona hivi, natokea huko kwa mtaalamu, maana mambo yangu hayaendi. Kwa hiyo kumbe na wewe ni katika hao. Wewe shemeji kama hauamini haya, lakini mimi na shoga yangu tunaamini hivyo vitu. Bwana wewe. Sasa wewe kai wewe na uzuzu wako, mtegemee huyo Mungu wako. Utajua mwenyewe bwana. Watu wengine. Aisee. Umeishiwa. Wanawake. Aisee. Ndugu yangu, pole. Acha. Pole ndugu wangu. Yaani tarushini ndugu yangu umeacha. Yule bwana sikanisikia wakati ninapoongea na simu. Hivi nimeambiwa napewa talaka. Kisa nikienda kwa mganga, maana ile simu ndugu yangu nilitoka nje. Wewe. Kanisikia bwana yule. Nakupa talaka. Tena sio 3. Nini? Sasa wewe sikiliza, wewe mbona talaka akupi? Anajiongelesha tu, talaka akupi. Mimi nakwambiaje Mariamu, wewe umekaa kizembe. Wanaume kama wale wanatakiwa walogwe. Yule anatakiwa saizi apate dawa za unamuogesha, apate dawa za kunywa, dawa za nchagoni, apate makuruani kwenye mito. Yaani yule ananyamaza na ananamia chini kama kondoo. Yule uganga wake haujachezewa, uganga mpya. Na uganga ukiwa mpya, uganga unatisha hatari. Yaani uganga ukiwa mpya haujachezewa na wanga wala hujachezewa na kitu chochote. Yaani uganga wao wakutisha mtu kama wewe mwachie mwili wako kuague. Yaani nakwambiaje, mimi nakupeleka kwa ndogo wangu. Nishakupeleka kwa ndogo wangu, ndio nakufanyia kazi na kachini na kufanyia kazi ya maana mpaka wewe mwenyewe utashaka. Mwanaume yule anatulia yeye mwenyewe. Nini hatari? Anichalia ara nikisema yenke. Pita hivi. Safu ya Yesu anapita. Safu ya shetani anakubali. Anafanya. Ogopa kitu, ogopa iswaga kutoka kule Ngarenani. Aisee mtu anakubaliaga hii kitu aisee. Kweli mwanangu masiara unauleta. Mama. Umeona ile manzile? Ile haikatai chalia rana naenda kuchuga. Kubaliana na mimi. Mama ni aje? Poa mambo. Mambo ni gwarasi. Unajua gani nini manzi? Ndio nimekaa kule nimekona kitambo. Sasa kuna kitu kimoja ambao mimi nansumbuaka. Kuna ile kauli anasemaga ile neno I love you. Mimi sijuagi maana yake, afu nataka unitafsirie mama la. Wewe shetani kweli. Usichetoe akili, sawa Hivi ina maana ni ukweli hujui ama ndo unajizima data? Ndio uchizi, sawa Hivi na hivi nia yako. Mama unajua mimi sijasoma, sijaenda skuli sio. Kwa ile neno I love you nasikiaga tu raia nini ma student wanaropoka, mimi sifahamu hiyo kitu. Naomba nitajie, nahitaji kujua maana yake I love you ina maana gani. Sikiliza, naona wewe shule haujaenda. I love you ni Kiingereza, kwa Kiswahili nakupenda. Nakupenda. Ndio maana yake. Kweli. Na mimi nakupenda. Wewe kaka vipi?